Katika jitihada za serikali kusogeza huduma bora za afya karibu na wananchi, kituo cha afya cha mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi kilichopo kata ya Utengule Usongwe, halmashauri ya wilaya ya Mbeya, kimeendelea kuwa tegemeo muhimu kwa wakazi wa eneo lake pamoja na maeneo jirani. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kituo hiki kilijengwa kimkakati ili kutoa huduma bora katika eneo la mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi yenye watu takribani 91,000. Lakini hata hivyo, idadi hiyo imekuwa ikiongezeka siku hadi siku na sasa inakadiriwa kuwa idadi ya watu wake inafikia 100,000. Kikiwa kimeboreshwa kwa miundombinu bora, vifaa tiba vya kisasa na rasilimali ya watu wenye uwezo na weledi wa hali ya juu, kituo hiki sasa kinatoa huduma mbalimbali za afya kwa ufanisi mkubwa. Leo tunakuletea makala maalum inayoangazia kwa kina huduma zinazotolewa na kituo hiki cha afya kilichopo halmashauri ya wilaya ya Mbeya kama sehemu ya mafanikio yaliyopatikana tangu kilipoanza kutoa huduma takribani miaka 3 iliyopita. Kituo cha afya cha mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi kilichopo halmashauri ya wilaya ya Mbeya kinahudumia idadi kubwa ya wananchi kutoka Mbalizi yenyewe pamoja na vijiji jirani vinavyozunguka eneo la Mbalizi. Mganga mfawidhi wa kituo hiki, Maginya Mpuya, anaeleza vizuri uwanda wa eneo ambalo kituo hiki kinalihudumia. Kituo hiki kimejengwa kwa ajili ya kuhudumia wananchi waishio katika mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi na walioko maeneo ya pembezoni ikiwepo mkoa wa Songwe na wilaya zingine ikiwepo Chunya na Mbeya jiji. Na kwa mujibu wa sensa kilitegemea kuhudumia wananchi wapatao 91,000, lakini mpaka sasa kwa ukijumulisha na maeneo ya jirani tuna takriban watu 100,000 ambao tuna populate catchment area yetu ya kuhudumia wananchi. Kwa hiyo ni kituo ambacho kiko katika mazingira ya kuhudumia wananchi wengi, ambapo kiuhalisia itakuwa katika hadhi ya hospitali. Kituo hiki kinatoa huduma kwa wagonjwa wa nje takribani 700 kwa mwezi, na wagonjwa wanaolazwa kituoni hapo wanafikia 46 kwa mwezi. Licha ya kuanza kutoa huduma katika kipindi cha miaka 3 pekee iliyopita, kituo hiki kinatoa huduma nyingi muhimu kwa afya ya binadamu, kama ambavyo mganga mfawidhi wa kituo hiki, Maginya Mpuya, anaeleza. Hichi kituo kwa mwanzo kilihudumia wagonjwa wachache wapatao 118 kwa mwaka kule wa kwanza, lakini mpaka sasa kwa mwezi mmoja tunahudumia wagonjwa wapatao 700, wale ni wagonjwa wa nje tu. Na tunatoa huduma pia za kulaza, ambapo kwa mwezi tunalaza takriban watu 46 ambao wanapata huduma ya kulazwa. Sambamba na huduma hizo, tunatoa huduma za maabara ambao tunafanya vipimo mbalimbali, lakini pia tuna mashine nzuri tu kwa ajili ya vipimo vya maabara, chemistry, hematology na microscope na vitu vingine. Tunatoa huduma pia ya ultrasound kwa kina mama wajawazito, na wale kina mama tunafuata mwongozo, na mama lazima apate picha kwa ajili ya kuona maendeleo ya mtoto. Huduma hiyo pia tunayo. Tunatoa huduma ya kinywa na meno. Tuna idara nzuri kabisa ya kinywa na meno ambayo tunatoa huduma kwa ajili ya kuziba meno ambayo hayajaharibika sana, tunang'oa lile jino ambalo limeshindikana, lakini pia bali na hilo tunapiga picha ya x-ray ya kinywa na meno, nayo pia tunayo. Kwa kwenye idara ya kinywa na meno tumejitahidi kuboresha na iko vizuri. Pamoja na hilo tunatoa huduma ya kina mama kliniki kama nilivyosema mwanzo. Tunatoa huduma ya kujifungua kina mama, ambapo kwa mwezi mmoja tutaona lile jengo ambalo limeshakamilika, liko jengo safi kabisa kwa ajili ya kina mama limeshakamilika, na kwa mwezi tunahudumia kina mama wapatao 65 wanajifungua katika kituo cha afya mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi. Ukiangalia namba inapanda kila kukicha. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeboresha kituo hiki ili kiweze kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kuongeza rasilimali watu, vitengo muhimu na vifaa tiba vya kisasa kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora tena kwa wakati. Kwa sasa kituo hiki kinahudumia zaidi ya wananchi 9,000 kwa mwaka, ikijumuisha wananchi wa nje
pamoja na wagonjwa wanaolazwa. Mganga mfawidhi wa kituo hiki Maginya Mpuya anaeleza idadi ya watumishi waliopo katika kituo hiki ambao hufanya kazi usiku na mchana kuhudumia wananchi wa eneo la Mbalizi pamoja na viunga vyake. Kituo hiki kilianza na watumishi 4 pale mwanzoni, lakini mpaka sasa muda huu tunaongea tuna hudumu 38 katika kituo hiki. Kuna madaktari 2, kuna tabibu 1, idara ya kinywa na meno ina madaktari 2, upande wa maabara tuna watumishi 3, upande wa dirisha la dawa maana wa famasia tunao 2. Kwa na idara ya wauguzi ambao ndio idara mama kwa huduma za afya ina wahudumu wapatao 20 mpaka sasa. Kwa tuna wahudumu wengi, lakini changamoto pekee ambao bado inatukumba ni upande wa madaktari. Bado tuna uhaba wa madaktari kwa sababu madaktari tunao kama nilivyosema ni tabibu 1 na daktari 2, unakuwa kama 3, ambapo hawa hawezi kujitosheleza kutoa huduma za masaa yote 24 uwepo kazini. Mfano mmoja akipata likizo unabaki 2. Kwa ndio uhaba mkubwa ambao bado sasa hivi tunao. Lakini pia tulikuwa na uhitaji wa mtaalamu wa mionzi. Nimesema hapo awali kwamba tunatoa huduma ya ultrasound kwa kina mama wajawazito, kwa sababu madaktari waliopo walifanya mafunzo kwa ajili ya huduma ya kina mama wajawazito. Kwa hiyo kuna zile kesi zingine ambazo inatakiwa ipigwe picha ya ultrasound tunashindwa kutolewa kwa sababu tulitakiwa wewe mtaalamu wa moja kwa moja. Kwa ndo pengo letu kubwa ambalo ndio kilio chetu, upande wa madaktari pamoja na mtaalamu wa mionzi. Lakini pia kwa sababu kituo kimeendelea kuwa kikubwa, tulikuwa na uhitaji pia wa mhasibu pamoja na mteknolojia wa vifaa tiba ambao ni biomedical engineer kwa ajili ya kuwa wanafanya maintenance ya vifaa tiba ambavyo tuko navyo. Kituo hiki cha afya kinatoa huduma katika jamii kwa mujibu wa miongozo mbalimbali ya serikali kupitia Wizara ya Afya. Zipo huduma zinazotolewa ambapo wananchi huchangia kiasi gharama za matibabu, lakini pia zipo huduma nyingine hutolewa bure kabisa kwa makundi ya wagonjwa kulingana na miongozo ya serikali. Mganga mfawidhi Maginya Mpuya anafafanua utaratibu huo. Sisi kama kituo cha serikali tunatoa huduma kwa kufuata miongozo ya serikali katika uchangiaji na katika kutoa huduma kwa ujumla. Tunayo makundi 4 ya wateja wetu, ambalo kundi la kwanza ni la wale wanaokuja kutibiwa kwa kulipia, wale ambao ni kuanzia miaka 6 kwenda mbele, ambao hawana changamoto yoyote. Kundi la pili ni watu wa msamaha ambao serikali inawatambua, na kwenye kundi hili ndio kuna watu wa miaka 60, wale wazee kuendelea. Tunao akina mama wajawazito, wao nao wanapata pia huduma ya msamaha. Tunalo kundi la watoto wa chini ya miaka 5, nao wanapata huduma bure kwa mujibu wa mwongozo wa serikali. Lakini pia tunao wagonjwa wa magonjwa sugu ikiwemo kisukari, presha, kifafa, wale pia wanapata huduma bila malipo. Kwa hiyo yale ni makundi mahususi ambayo mpaka sasa tunayahudumia na yanakuja kwa namba tu, kwa sababu ndio makundi ambayo yanakuwa na wagonjwa wengi. Mfano kwa upande wa watoto, unajua watoto ndio wale ambao wako kwenye riski ya kupata magonjwa ya koo, magonjwa ya hewa na kadhalika. Kwa tunawahudumia kwa kufuata miongozo na kupata huduma bila malipo. Hata hivyo, mganga mfawidhi anawasisitiza wananchi kujiunga na mpango wa bima wa afya kwa wote ili wananchi waweze kumudu gharama za matibabu na kuisaidia serikali kuepuka mzigo wa misamaha ya matibabu kila wakati kupitia uchangiaji wa pamoja kwenye mfumo wa bima. Serikali imekuja na mpango mzuri kabisa wa afya, wa bima ya afya kwa wote, ambapo ilianza na wale watu ambao wanapata huduma wanapata kwa upande wa TASAF, na mpaka sasa tunawahudumia wananchi. Kwa hiyo wale ambao walishapata zile kadi, zile bima, wameshaanza kupata huduma, tunawahudumia kwa kufuata ule mwongozo, na uzuri hao wamechanganywa pamoja na ile kundi la bima ya NHIF. Kwa hiyo hawana usumbufu kama wale ambao walikuwa wanapata ile mwanzo kwenye ile bima ya CHF ambayo ilikuwa iko tofauti na NHIF. Kwa hiyo tunapongeza serikali kwenye swala hili kwa sababu kwanza inaondolea mzigo kwenye vituo vya kutolea huduma. Vituo vilikuwa vinaingia madeni kwa sababu inakuwa ina mzigo mkubwa wa kutoa huduma, lakini ni kwenye kundi la msamaha.
Pamoja na uboreshaji wa huduma zinazotolewa na kituo hiki cha afya, serikali bado imeendelea kutenga fedha mahususi kwa ajili ya kuimarisha ujenzi wa miundombinu mbalimbali katika kituo hiki. Na hii ni baadhi ya mipango inayoendelea kutekelezwa katika kituo hiki ili kutanua wigo wa huduma muhimu za kiafya kwa ajili ya wananchi. Kwa niaba ya wananchi, tunapenda kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia kupitia watendaji wake level chini, ambapo kwetu hapa ni mkurugenzi mama yetu Bi Erika Yegera, kwa kuendelea kushusha bajeti za kutosha kwenye vituo vyetu. Mathalan, kwa mwaka huu wa fedha ambao tunaenda nao tumetengewa milioni 135 kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo la mama na mtoto ambalo nimeelezea limeshakamilika upande mmoja, na tumetumia mpaka sasa tumepokea milioni 70 ambao ujenzi bado unaendelea upande wa upasuaji. Upande wa chini tumekamilisha, upande wa upasuaji tunamalizia. Lakini pia tumepokea milioni 37 kutoka ile miradi ya WASH ambao tunaenda kujenga vyoo vya wagonjwa, vyoo vya nje, na ujenzi tayari umeshaanza. Tunajenga choo cha wagonjwa wa nje ambapo kinakuwa pia na choo maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu na mahitaji maalum. Tunaenda kujenga kichomea taka pamoja na shimo la kutupia kondo la nyuma pamoja na majivu. Kwa hiyo ukiona kwa mwaka huu milioni 135 jumlisha milioni 37 ni hela nyingi ambazo zimeshushwa na zinaendelea kutekeleza katika miradi yetu. Katika kituo hiki kuna kitengo cha baba, mama na mtoto. Kitengo hiki ni miongoni mwa vitengo muhimu katika kituo hiki cha afya. Kitengo hiki hutoa huduma ya afya kwa kina mama wajawazito, watoto wachanga na familia kwa ujumla. Huduma muhimu hutolewa hapa kama ambavyo muuguzi kiongozi katika kitengo hiki, Violet Kitamlia, anaeleza. Katika kitengo chetu tunatoa huduma zifuatazo. Tunatoa elimu mbalimbali zinazohusiana na afya. Pia tunatoa ushauri nasaha na upimaji wa magonjwa yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa. Kwa mfano, maambukizi ya virusi vya ukimwi, magonjwa ya zinaa. Pia tunatoa huduma ya wajawazito pamoja na wenza wao. Tunatoa huduma ya chanjo kwa watoto chini ya miaka 5 pamoja na mabinti wa miaka 14 kuanzia miaka 9 hadi 14 ya kuzuia saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia tunatoa huduma ya uzazi wa mpango kwa wanawake pamoja na wanaume. Pia tunapima saratani ya mlango wa kizazi kwa wanawake wote. Na pia tunatoa elimu mbalimbali inayohusu afya, lishe kwa watoto pamoja na kwa wanawake na wanaume. Pia tunatoa huduma ya dawa za virusi vya ukimwi, kufubaza virusi vya ukimwi kwa kina mama wanaonyonyesha pamoja na wajawazito. Mbali na kliniki, kitengo hiki kina vifaa vya kisasa vya kufuatilia maendeleo ya ujauzito na afya ya mtoto akiwa tumboni mwa mama. Serikali inatuletea madawa na vifaa tiba. Wagonjwa wote wanaofika mahali hapa wanapata dawa zinazostahili na vipimo wanapata kwa wakati kwa sababu serikali imetuletea. Huduma za chanjo nazo zimeimarishwa ili kuhakikisha watoto wanapata kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Hata ile changamoto ya watoto kuasi chanjo imekabiliwa kwa kiwango kikubwa kupitia uhamasishaji unaofanywa na wataalamu wa kituo hiki kwa kushirikiana na wahudumu wa afya ngazi ya jamii pamoja na viongozi wa kijamii. Njia ya kwanza ambayo tunatumia kuhamasisha kina mama waweze kuja kliniki pamoja na wenzao, tukihudhuria vikao vya kijiji, vya kata, tunaenda kutoa elimu kwa wananchi umuhimu wa kuja kliniki pamoja na wenzao, kwa sababu cha kwanza wakija mwenza wake akija kufungua kadi na mke wake, faida ya kwanza anayoipata baba na mama wanapewa elimu kuhusiana na magonjwa yanayoambukizwa, dalili za hatari kwa mama mjamzito, maandalizi ya kujifungua, watapima vipimo, pia na huduma nyingine wakiwa pamoja wanapewa. Lakini kingine ambacho kimesaidia tumeweza kufanikiwa na tunategemea tutafanikiwa zaidi kwa sababu tunaendelea na mikakati ya kutoa elimu mbalimbali hasa kwa wale kina mama wanaokuja kliniki na tunaowakuta labda tukienda msibani,
tukienda kwenye vikao bado tunaendelea kutoa elimu. Tunategemea mwitikio utakuwa mkubwa zaidi. Tunategemea kila mama atakuja kufungua kadi. Na huduma za uchunguzi wa magonjwa ni msingi wa tiba sahihi. Kitengo cha maabara katika kituo hiki kimeboreshwa kwa vifaa vya kisasa vinavyowezesha uchunguzi wa haraka na uhakika. Mtaalamu wa maabara katika kituo hiki, Tulinagwe Mwakalasia, anafafanua. Katika kitengo cha maabara tuna department 3. Tuna department ya mapokezi, tuna department ya parasitology, tuna hematology. Pia tuna kitengo cha chemistry. Katika vitengo vyetu hivyo vitatu tunapima MRDT, ambayo MRDT ni malaria, tunapima wagonjwa bure. Tuna vipimo vyetu vingine kama HB, wingi wa damu, tunapima grupu la damu, tunapima hepatitis, tunapima mkojo UTI, tunapima haja kubwa, minyoo ya tumboni. Katika kitengo cha chemistry tunapima figo, kweli kwa figo na vingine. Tuna kipimo cha widow test. Widow test tunapima typhoid. Kwenye hematology tunapima full blood picture. Lakini pia tuna cheki na HB kwenye mashine yetu ya full blood picture. Kabla ya uboreshaji huu, huduma za vipimo vya maabara zilikuwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ucheleweshaji wa majibu. Lakini sasa uboreshaji umeongeza ufanisi wa matibabu kwa wagonjwa. Tulikuwa hatuna umeme, tulikuwa hatuna mashine ya kisasa. Lakini tangia tumeletewa hii mashine, tunarahisisha, tunapima mkojo, tunaangalia wadudu kwenye mkojo na kwenye haja kubwa. Hii hapa ni mashine ya chemistry. Mashine ya chemistry tunapima figo na ini. Mara kwanza tulikuwa hatuna hii mashine, kwa hiyo tulikuwa wagonjwa wengi tunaposti wanaenda Ifisi na Jeshini. Lakini tangia tumepata hii mashine inatusaidia. Hii hapa ni mashine kwa ajili ya kupima wingi wa damu. Mara kwanza tulikuwa hii mashine hatuna, kwa hiyo wagonjwa wengi tulikuwa tunawakosa. Walikuwa wanaenda Ifisi au Jeshini au hospitali ya wilaya Nyama. Hii hapa ni mashine kwa ajili ya kupima typhoid. Lakini hii mashine inatusaidia kutenganisha damu nzito na nyepesi. Na wakati hatuna hii mashine, hicho kipimo tulikuwa hatufanyi. Lakini kwanza tumeipata hii mashine, hiki kipimo tunafanya ndani ya nusu saa, mgonjwa anakuwa ameshapata majibu yake. Hii hapa ni mashine ya full blood picture. Inahesabu seli zote za mwili. Kama mwili wako unakuwa na hitilafu, hii mashine inatuambia majibu yake yanakuja kama hivi. Kituo hiki kina wodi nzuri ya wazazi ambayo imeboreshwa kwa ajili ya kumhakikishia mama mjamzito anajifungua katika mazingira salama na yenye hadhi. Mkuu wa wodi ya wazazi Renfrida Mtitu anatueleza uboreshaji uliofanywa na serikali katika wodi hii ya wazazi. Kituoni kwetu tunashukuru Mungu, tuna vitendea kazi vya kutosha. Tuna vyombo vya kutosha vya kuzalishia, tuna mashine za kuchemshia hivyo vyombo, tuna mashine baadhi za joto kwa ajili ya watoto kutoka kuzaliwa, tunaitwa baby warmers, tunazo. Almost vitendea kazi vingi tunavyo. Hakuna kitu ambacho kinatukwamisha sana kwa sasa kwa maana ya kujifungua kwa hali ya kawaida, lakini kwa maana ya issue za kitokea mteja labda anahitaji upasuaji, kwa sasa hatuna, tunawapa rufaa, lakini wanaojifungua kawaida vitendea kazi vyetu viko sawa. Vifaa vya kisasa vimeongeza ubora wa huduma katika wodi hii. Huduma hizi zimepunguza hatari wakati na hata baada ya kujifungua. Hapa tuna hii mashine, ni section machine. Hii ni kwa ajili ya kumsaidia mama au mtoto ambaye labda mtoto ametoka amepata ana uchafu anataka kutolewa puani sio mdomoni. Tuna hii mashine ambayo tunaitumia kwa hiyo ambaye ametoka amechoka sana. Lakini pia tuna mashine hii hapa kwa mtoto au mama ambaye ana changamoto ya kupumua, anaweza kutoka mtoto labda amechoka sana, tumemsaidia kupumua, tunaona kama bado anashinda kupata hewa vizuri, kwa tuna mashine yetu hapa kwa ajili ya kumsaidia mtoto kupata hewa. Kwa hiyo inaweza kwa mama labda amechoka, amepata changamoto wakati wa kujifungua, tunampa hiyo, au pia mtoto amepata changamoto ya upumuaji, amechoka sana, anahitaji hewa ya ziada, tunampa.
Lakini pia kuna hii mashine hapa inaitwa baby warmer. Mtoto baada ya kuzaliwa anahitaji joto sana, kwa sababu kutoka kwa mama ambao kwa tayari kuna joto la kutosha, ambalo kama joto la mwili wa binadamu. Akitoka nje bado anakuwa anaenda kuhitaji lile joto. Zamani mama mtoto akizaliwa ila apate ile joto tutampisha tu kwenye nguo nyingi au tutampa mama amkumbatie. Kwa sasa hivi kama mama ndio anatoka naye amechoka, bado hana ushirikiano na mtoto wake. Kwa hiyo ili mama aendelee kupumzika kwa muda kidogo na mtoto aendelee kupata joto lisipotee, tuna ile duomo tunamweka hapa, atapata joto kwa muda mrefu. Lakini tunahakikisha ndani ya saa moja mtoto anarudi kwa mama yake. Lakini kwa kipindi cha ndani ya muda mfupi kama mama sawa, mtoto anakaa anaendelea kupata joto. Tunapita hapa ikitokea mama amechanika, anatoka damu, pia tunataka kuangalia hizi damu zinatoka wapi, amechanika njia ya kizazi, mlango wa kizazi au amechanika ndani, tunataka kuangalia vizuri. Tunaitumia hii mashine hapa. Taa inaweza kumulika, unathibitisha tu, unaangalia kama kuna ndani vizuri kabisa. Wapi pamechanika, wapi anatoa damu, ili uweze kumshona kama anahitaji kushonwa au kumweka sawa. Afya ya kinywa na meno ni muhimu kwa binadamu. Kituo cha afya cha mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi kinatoa huduma bora ya matibabu ya kinywa na meno. Afisa tabibu wa kinywa na meno Gwamaka Mwansaso anaeleza uwanda wa huduma zinazotolewa na kitengo chake. Ndani ya idara yetu tunatoa matibabu, lakini mwanzo kabisa kabla ya matibabu tunatoa huduma ya uchunguzi. Ili tunapokupa elimu ya afya ya kinywa na meno, tukupe elimu kulingana na ile tatizo ambalo limekuleta. Kwa kwanza tuna kiti cha kisasa kabisa hapa. Hiki ni kiti cha kutibia meno. Kiti hiki ni cha kisasa. Hapo mwanzo ulikuwa hamna viti vya namna hii, au vikiwepo vinapatikana katika hospitali zile kubwa kabisa, lakini kwa sasa ndani ya vituo vya afya kuna viti vya kisasa kabisa. Viti hivi vinatumia umeme pamoja na upepo pamoja na maji, lakini kuna vifaa vidogo vidogo hivi ambavyo vinatuwezesha kutoa huduma hizi za meno. Vifaa hivi vinasaidia sana kwa huduma za kuziba meno. Jino lako limetoboka, kabla ya kuliziba au kulitibu, tutasafisha kwa hivi vifaa. Baada hapo ndipo tutaweka zile dawa za kuzibia meno. Lakini ndani ya uchunguzi pia kuna kamera ambayo tutaiweka kinywani kwako. Tutakueleza ili jino limetoboka, tutakuonesha ili wewe mwenyewe ulione kupitia kamera yetu ile pale. Kamera hii itatuonesha namna jino lako lilivyoharibika, ambayo itakusaidia wewe kuliona pia. Kama ulikuwa hujui jino lako limeharibika, sisi tutakuonesha kupitia kamera yetu. Kwa kiti hiki ni cha kisasa, lakini pia kiti hiki kina mwanga. Kinatoa mwanga kwa ajili ya kurahisisha kuona mdomoni. Mdomoni ni giza. Kwa kiti hiki kitatupa mwanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unaweza kufanyaje kwa kuangalia vizuri jino moja baada ya jingine. Kwa huduma ya awali kabisa ni uchunguzi. Tutafanya huduma ya uchunguzi, na tunasema kwamba tunashauri kwamba ufanye uchunguzi wa kinywa na meno angalau mara 2 kwa mwaka. Kila baada ya miezi 6 fanya uchunguzi wa kinywa na meno. Kwa nini? Kwa sababu magonjwa mengi ya meno yanaanza bila maumivu. Kwa ukiweza kupata uchunguzi mapema, inaweza kukusaidia kuweza kudhibiti au kuzuia kabisa magonjwa ya kinywa na meno. Kwa huduma hizi, hata ule uvumi wa mitaani unaosema kwamba dawa ya jino ni kuling'oa, hapa haufanyi kazi, kwani huduma bora na sahihi za matibabu ya kinywa na meno zinapatikana katika kituo hiki. Afisa tabibu wa kinywa na meno Gwamaka Mwansaso anaeleza ya kwamba mgonjwa anaweza kutibiwa na kupona kabisa meno yake bila kung'oa endapo atafuata hatua hizi muhimu. Tuko na kazi kubwa sana ya kuelimisha jamii. Watu wengi wanakuja hapa wakiwa wamechelewa sana. Yaani mtu ameshajifunza huko awali kwamba dawa ya jino ni kutoa, kitu ambacho sio sahihi. Sasa kwa sababu aishapewa huko, na sisi pengine hatumfikii kwa wakati, na watu wameshatawanyika, lakini tunaendelea kutoa elimu mashuleni. Tunapita kwa mashule kwa ajili ya kuelimisha. Moja ni kuikataa hiyo ya kauli ya kwamba dawa ya jino ni kutoa. Lakini wengi wanakuja wakati jino limeshaharibika sana. Unakuta mtu jino limekatika ile sehemu ya juu kabisa, imebaki tu vimizizi vile.
hauna namna, inakubidi tu umchome sindano ya ganzi, baadaye ufanye umtoe hilo jino. Wanakuja wakati jino limeshaharibika sana. Lakini wale ambao wanakuja katika hatua zile za awali, mtu anakuja akinywa maji ya baridi anasikia ganzi, chakula kiingia anasikia ganzi au maumivu kwenye jino, wale watu huwa tunasafisha ile jino na tunaziba. Kwa hiyo inategemea sasa, kama linahitaji kuzibwa na dawa muda mfupi, tutamwambia dawa yako ili jino lako ili tutaliziba kwa dawa muda mfupi. Baada ya wiki 2 au mwezi mmoja, ukiona halijakusumbua urudi kwa ajili ya kuzibwa na dawa ya muda mrefu. Yupo mwingine atakuja, tutamwambia kabisa jino lako umekuja wakati mzuri kabisa, jino lako tutaliziba na dawa ya muda mrefu kabisa. Kwa hiyo ni usemi ambao unatusumbua sana, lakini tumeendelea kupambana, kwa maana kwamba tunapita mashuleni huko, tunapita kwenye kliniki za mama wajawazito pale kwa ajili ya kuelimisha kuhusiana na kauli kama hizo. Ni kauli ambazo zimetuathiri kwa sehemu kubwa sana. Upatikanaji wa dawa ni sehemu muhimu ya matibabu. Kituo hiki kina duka la dawa lenye aina mbalimbali za dawa pamoja na vifaa tiba ambavyo hutumika kuwahudumia wananchi wanaogundulika na changamoto za kiafya baada ya kufanyiwa vipimo vya kitabibu. Mteknolojia dawa wa kituo hiki Diana Kapufi anaeleza. Katika kituo chetu tunahusika na huduma ya utoaji dawa, lakini pia tuna huduma ya ushauri wa matumizi sahihi ya dawa, na katika kitenge chetu pia tunatumika kama msaada mkubwa wa ushauri kwa daktari kwa lengo la kuhakikisha mgonjwa wetu anapata dawa na dozi zinazohitajika. Lakini pia kwa kitengo chetu tunatumika kama daraja kuhakikisha kila idara inapata vifaa tiba ambavyo vinatumika kurahisishia kazi katika kutoa huduma kwa wagonjwa wetu. Wakati mwingine wagonjwa hupewa rufaa ya kununua dawa nje ya kituo, jambo ambalo huzua gumzo kwa wananchi mitaani. Lakini je, ni sababu gani husababisha hali hiyo kutokea? Hapa mteknolojia dawa Diana Kapufi anaeleza kiundani sababu zinazoweza kupelekea mgonjwa kupewa rufaa ya kununua dawa nje ya duka la kituo cha afya. Katika upatikanaji wa dawa zinapatikana kutokana na level ya kituo, level ya hospitali. Sasa kutokana na mgonjwa, kama daktari ameona ugonjwa wake unatakiwa dawa fulani na ameona itamsaidia, yeye lazima muandikie, haijalishi ni ya kituo chetu, ni ya level ya kituo chetu au la. Kwa hiyo sisi anapokuja mgonjwa dirishani kwetu, hiyo dawa hatuwezi tukambadilishia. Lazima tumwambie kwamba hakanunue kwa sababu si dawa ambayo inapatikana katika kituo chetu. Kuna dawa zingine ambazo zinatakiwa zitolewe katika level ya zahanati, dawa zinazotolewa katika level zinapatikana katika kituo cha afya. Kuna level zinazotakiwa kupatikana katika hospitali na zingine zinapatikana katika hospitali ya taifa. Kwa hiyo ndio maana hata sisi upatikanaji wetu wa dawa utakiwa kuzidi levels za kituo chetu. Kitengo cha ustawi wa jamii kinahusika na kusaidia makundi maalum kupata huduma za afya, ikiwemo kutoa misamaha ya matibabu kulingana na miongozo ya serikali kwa makundi lengwa. Katika kituo cha afya cha mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi, kitengo hiki hufanya kazi mbalimbali kama ambavyo afisa ustawi wa jamii Joyce Mwanyana anaeleza hapa. Kitengo cha ustawi wa jamii kwenye kituo cha afya Mbalizi ni kitengo kinachosaidia wateja kuwa na furaha kwenye kila huduma wanayoipata. Mfano, wazee, watoto, wajawazito, vijana na watu wenye ulemavu. Kitengo hiki huwa kinatoa misamaha kwenye makundi maalum ikiwemo wazee, wajawazito na watoto. Kituo hiki hubeba gharama kubwa kusaidia wananchi kutokana na sababu za kijamii. Kila mwaka kituo hiki hulazimika kusamehe mamilioni ya fedha kama sehemu ya gharama za matibabu ili kusaidia wananchi wenye uhitaji kutokana na kushindwa kumudu gharama hizo. Afisa ustawi wa jamii Joyce Mwanyana anaeleza. Kwa kuangalia sera na miongozo ya afya, watoto chini ya miaka 5
ni bure. Wazee kuanzia umri wa miaka 60 ni bure. Wajawazito ni bure. Lakini tunatoa msamaha kwa wale watu wasiojiweza. Mfano, tupo jirani na kituo cha polisi, tunapokea mahabusu mbalimbali, hawana ndugu, hawana fedha, hawana nini. Kwa hiyo hao ni kundi ambalo tunawapa msamaha. Ili kupunguza mzigo huu, Joyce Mwanyana anawahimiza wananchi kujiunga na bima ya afya. Kuna takribani ya wazee kama 800 kwenye kata yetu, na kwa bahati nzuri wamenufaika na bima za msamaha kwa wazee. Lakini pia tuna takribani ya walemavu 270 kwenye kata yetu ya Utengule Usongwe. Vivyo hivyo tumeweza kuwaunganisha kwenye makundi maalum ambayo wanaweza kusaidiana na kukata bima na kuwapa elimu ya kupata bima za afya. Kwa mwanzo nikilinganisha kwa mwaka wa fedha mwaka 2025 2026, kwa mwaka ule tulikuwa na makadirio ni kama milioni 4 mpaka milioni 5 msamaha tu. Lakini kwa kota hii Januari Machi mpaka sasa hivi tuna milioni 1,290,000 misamaha tuliyoitoa. Angalau kidogo tumeweza kupunguza misamaha. Napenda kuihamasisha jamii ijiunge na bima ya afya kwa wote, kwani bima hii itawasaidia wao kupata huduma kiurahisi, kwa sababu gharama yake ni ndogo na imecapture vitu vingi vya kufanyaje, vya kupata huduma. Kwa mfano, kumwona daktari, huduma za maabara, huduma za ultrasound, huduma za kinywa na meno. Kwa kila engo hii bima inasaidia. Kwa hiyo natoa wito kwa jamii nzima ijiunge na bima kwa wote. Wananchi wanaonufaika na huduma zinazotolewa na kituo hiki wana maoni yao kuhusu ubora wa huduma zinazotolewa hapa. Huduma za hapa tunapata vizuri, hakuna tatizo lolote, madaktari wetu wako vizuri, na hata hivi mgonjwa wangu yuko odini, wako kumhudumia, nileta kujifungua. Inaitwa Emi Alexi Sindwani, nimetokea kata ya Igale, kijiji cha Shongo. Kuna binti yangu alikuwa anaumwa, tukamleta muda wa saa 4 usiku. Nashukuru madaktari walimpokea vizuri, wakamhudumia vizuri. Namshukuru Mungu anaendelea vizuri. Kwa tunachoomba Mheshimiwa Rais utusaidie, jengo la upasuaji tayari lakini bado halijakamilika. Tunaomba msaada ulikamilishe ili tusiweze kuhamisha sehemu nyingine. Wananchi wana matumaini makubwa na kituo hiki cha afya. Pamoja na mafanikio, bado kuna mahitaji ya kuboresha zaidi huduma. Mganga mfawidhi wa kituo hiki Maginya Mpuya anaiomba serikali kutoa kipaumbele tena na tena ili kuongeza huduma nyingine muhimu. Ombi letu kama nilivyosema mwanzo, wananchi wanatamani sana kujengewa jengo la ward pamoja na jengo la kufulia na jengo la kuhifadhia miili, yani mochwari. Hayo ndio mahitaji makubwa ambao wananchi wanatamani. Kituo cha afya cha mamlaka ya Mji Mdogo Mbalizi kinaendelea kuwa nguzo muhimu katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Maboresho yanayoendelea yanaashiria dhamira ya dhati ya kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya, salama na kwa wakati. Ni wajibu wa kila mwananchi kushiriki katika kulinda na kuendeleza mafanikio haya kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.